Nchini CA ambao ulisainiwa na mkuu wa mamlaka hiyo Ezra Chiloba umesema kwamba televisheni za KTN News, Citizen TV, NTV, K24, KBC, TV47 na Ibru zilipeperusha matangazo kwa kukiuka kanuni ya ratiba za matangazo nchini Kenya kwa kuangazia matukio ambayo yanapalilia wasiwasi, hofu na uoga miongoni mwa watu. Mamlaka ya CA imesema kwamba picha zilizopeperushwa zilitishia kuvuruga amani na mshikamano nchini. Kutokana na hayo, serikali imetishia kwamba itavichukulia hatua vyombo vya habari na hasa runinga ambazo hazitatii maagizo na ratiba ya upeperushaji vipindi, ikiwemo kufunga leseni zao. Tuseme ifuatavyo: tusingechukulia swala hili kwa uzito iwapo hapange kuwepo na ishara na dalili ambazo zinaonyesha kwamba serikali ya Kenya Kwanza inasumbuliwa na uoga na wasiwasi kuhusu uhuru wa Wakenya kupata habari, uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa raia kufahamishwa. Kauli ambazo zimekuwa zikitolewa na baadhi ya wakuu katika serikali ya Kenya Kwanza zinafichua uoga huu. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua amewaongoza viongozi wengi wa Kenya Kwanza kutoa matamshi makali dhidi ya vyombo vya habari. Gachagua hata hivyo amedai kwamba vipo vyombo vya habari ambavyo vinamilikiwa na wakiritimba wenye nia fiche. Tuseme katika Kenya Kwanza viongozi wengine mle ndani wametoa kauli ambazo zinafichua kuwepo nia mbaya katika serikali ile dhidi ya vyombo vya habari. Kiongozi wa wengi katika Seneti Aaron Cheruiyot wiki chache zilizopita aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba Rais William Ruto atafanikiwa katika kuvunja mitandao ya wakiritimba ambao wanajifaidi kote nchini isipokuwa taasisi mbili zenye wakiritimba dhalimu, nazo ni mabenki ya Kenya na vyombo vya habari. Matamshi kama hayo sio tu hatari katika taifa ambalo linaongozwa na demokrasia, bali yana nia fiche. Vyombo vya habari nchini Kenya vinaipenda Kenya, vina uzalendo wa hali ya juu, vinaheshimu serikali iliyopo, wala havitaonyesha ubaguzi iwe dhidi ya upinzani au kwa taasisi za serikali. Vyombo vya habari havitapeperusha matangazo ambayo yanapalilia chuki katika jamii, migongano na ukosefu wa mshikamano. Vyombo vya habari vikikosea vitakiri na kuomba msamaha. Kwenye vyumba vyote vya habari ipo mifumo ya kukomesha habari za uchochezi kupeperushwa, na uwezo huu wafaa kutetewa na kuungwa mkono na serikali. Fikra kwamba vyombo vya habari vya Kenya vimeungana na upinzani, tukimaanisha upande wa Azimio dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza, ni fikra potovu mno ambazo si vyema kunasibishwa na utaalam ulio kwenye vyombo vya habari vya Kenya. Vyombo vya habari vya Kenya ni sehemu ya taasisi za Kenya, umma kwa Kenya, sehemu ya raia wa Kenya. Kwa hivyo tukitoa ama kukitokea maovu katika jamii na kuharibika uchumi, vyombo hivyo pia vitaathirika. Vyombo vya habari vya Kenya pia vinapambana na changamoto nyingi ikiwemo za kibiashara ili kuendelea kuhudumu. Vimeathirika kwa janga la corona, changamoto zilizopo za kiuchumi na kadhalika. Kwa hivyo vinaelewa fika kinachoendelea katika jamii ya Kenya na duniani. Na mwisho tunasema malalamiko ambayo yanatoka upande wa upinzani dhidi ya vyombo vya habari na upande wa serikali pia inamaanisha kwamba vyombo vya habari vimesimama katikati, kumaanisha havipendelei upande wowote. Tukiendelea na taarifa zetu, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano nchini Ezra Chiloba amejipata pabaya baada ya barua yake kwa vyombo vya habari akidai kwamba baadhi ya picha zilizowekwa mbashara siku ya Jumatatu wakati wa maandamano